Yes, bana tuko naye Alfred Bovu kuzungumza yale ya kimichezo. Kubwa kuliko ni kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu ya Simba. Yako mambo mengi ambayo yameanza kuibuka yakizungumzwa serikalini, lakini pia baraza la michezo kuhusiana na katiba mpya Wekundu wa Msimbazi. Tuko naye Alfred Bovu ili atuweke sawa kwenye hili. Bana Alfred, mambo vipi? Bana shwari ndugu yangu, mambo yanaendaje? Tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda. Mambo ni mazuri sana leo bwana. Umeona taarifa ya Simba? Taarifa ya Simba nimeiona. Na taarifa ambayo nimeiona hasa ni kutoka baraza la michezo la taifa BMT, kwa maana serikali ikielekeza kwa Simba Sports Club kuboresha baadhi ya masuala au baadhi ya mambo kwenye katiba yao kuelekea mkutano mkuu ambao unafanyika Novemba 30 mwaka huu hapa, na ni siku tu ya Jumapili pale. Kwa hiyo nimeona vitu vingi, lakini pia wakati huu pia nimekuwa nikisikia kelele huku na huku, yani kelele zinatoka huku na huku. Simba kama vile utulivu hakuna kuelekea mkutano mkuu, na imekuwa ni desturi ya Simba, yani kile kikaribia tu mkutano mkuu kunakuwa kuna vurugu, mechi nyingi sana. Yani kuna watu walioko nje wana push mambo, agenda fulani, walioko ndani wana push agenda fulani, lengo ni kuharibu au kuzua taharuki. Sasa tuachane na hayo, hata hoja tuyazungumze baadaye, namna ambavyo Simba anaendelea kujitoa kwenye reli kuelekea huo mkutano mkuu. Leo taarifa zimekuwa zikisambaa, na taarifa ambazo ni rasmi kabisa kwamba serikali imetoa maelekezo, sio mapendekezo, ni maelekezo kuhusu mwenyekiti wa klabu ya Simba, mwenyekiti ambaye nani? Murtaza Ali Mangungu. Yani kama ni mwenyekiti yoyote ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, ndo anapaswa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sijui unanipata vizuri? Yani klabu ya Simba inapaswa kumtambua mwenyekiti wa klabu kuwa ndo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. David Prescott anajiuliza kwa nini imekuwa ni sasa, wakati msimu uliopita alikuwa ni Mohamed Dewji na haya maneno ya kuzungumzwa sana, lakini why ni sasa kuelekea kwenye mkutano mkuu? Yes, mkutano mkuu wage naamua mambo mengi, na mkutano mkuu ndio inatoa way forward ya namna ambavyo klabu inapaswa kuendeshwa katika uendeshwaji wa kisasa. Na unafahamu Simba, Mohamed Dewji amekuwa akilia akihitaji mabadiliko kwa muda mrefu sana, ambaye ndio mwekezaji wa Simba, na aliweka hisa 20% na akakwambia aliweka bilioni 20 kama unakumbuka, na kwenye hisa 49% mwekezaji ni yeye peke yake ambaye anasomeka pale. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo mimi za ndani ni kwamba tayari kuna wawekezaji ambao ni watatu, majina tayari hapo, ingawa wao kama Simba Sports Club hivyo vitu hawajaviweka bayana. Sasa serikali inataka kuwatambua wawekezaji watatu, unaona kwa sababu katiba ndio inapaswa kubadilishwa kuelekea huo mkutano. Huo mkutano ndio ukachakate vitu vingi sana, mabadiliko ya katiba, way forward, kuona namna gani klabu inaendeshwa katika mfumo wa kisasa na vitu kama hivyo. Sasa serikali kupitia baraza la michezo la taifa imetoa maelekezo. Sawa, katiba mpya ya klabu ya Simba ambayo inaenda kurekebishwa sasa hivi inapaswa kwenda kumtambua mwenyekiti wa klabu ya Simba kuwa ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu klabu inamiliki hisa nyingi kuliko wawekezaji. Klabu inamiliki hisa 51% ambayo ni hisa nyingi zaidi kuliko mwekezaji au wawekezaji. Sasa haiwezekani kwamba klabu hiyo inamiliki hisa nyingi alafu bodi ya wakurugenzi ndio hiyo na mwenyekiti wake. Yani mwenyekiti ndio huyo ambaye anatoka kwenye klabu, kwa sababu yeye ndo anamiliki hisa nyingi. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi hatambuliki. Anatambulika ni mwenyekiti wa klabu ambaye atakuwa na kofia mbili. Sasa ili Mohamed Dewji au mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba ambaye sasa hivi amempa nafasi hiyo Crescius Bagori, ili Mohamed Dewji apate hiyo gati ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, anapaswa kagombee msimu unaofuata. Sababu Murtaza Mangungu anamaliza muda wake mwezi Januari tu, pale muda wake unakuwa umeisha. Wanapaswa kwenda kufanya uchaguzi. Sasa ili yeye atambulike kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Sports Club, bodi ya wakurugenzi, anapaswa kwenda kugombea kama mwenyekiti wa klabu. Lakini sasa hivi hiyo haipo, sababu hisa 51% ni hisa za klabu. Sasa inawezekana vipi bodi ya wakurugenzi au wawekezaji wenye hisa 49% wao ndo wana nafasi kubwa kuliko klabu ambayo wao wana hisa kubwa? Sasa taarifa iko hivyo, lakini pia serikali inasema ni lazima wawekezaji wawe watatu. Lazima wawekezaji wawe watatu kwenye klabu moja. Kama klabu ya Simba lazima wawekezaji wawe watatu. Lakini Simba pale anatambulika Mohamed Dewji. Yani
ambazo mimi nimepenyezewa ni kwamba kuna majina ya Fatma Dewji pamoja na Salim ambao wao wako kwenye hizo hisa 49%, lakini serikali haiwatambui. Inapaswa kufanyiwa rishafu katiba ili wawekezaji wawe watatu. Sio tu Mo pale amekaa akaweka mtu kama Fatma anajulikana ni mdogo wake. Si ndio? Wanatakiwa watu wa nje kabisa ambao wanaenda kushindania hiyo tenda kwenda kuwa wawekezaji wa klabu ya Simba. Kwa taarifa ni hivyo kwamba lazima mwenyekiti wa klabu ndo atambulike kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kutokana na hisa 51% ambazo ni nyingi kuliko zile za wawekezaji. Hiyo ya kwanza hiyo. Ndio. Sasa David Pasco, kabla tujaenda mbele, nataka kujua hizi lawama tunapaswa kumpa nani? Kwa sababu kama Murtaza Mangungu ndiye mwenyekiti mkuu wa klabu ya Simba na kuna vitu vinaendelea vya nafasi kubwa ya kupewa Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji, lakini pia umezungumza hapo kwamba hisa ya klabu ni kubwa. Kwa hiyo nafasi kubwa ilipaswa kuwa kwa Murtaza Mangungu, lakini kwa nini sio Murtaza Mangungu na ni Mohamed Dewji? Unajua katiba ilikuwa haijafanyiwa maboresho na Simba walikuwa wanaenda na katiba yao. Na hata leo kama ulikuwa unamsikiliza Crescent Magori anakuambia lazima katiba ikabadilishwe. Serikali pia wamekuja na mapendekezo yao. Serikali pia wamekuja na maelekezo. Unajua serikali ikija haiombi, inatoa maelekezo. Vilabu vikubwa Simba na Yanga, hii ni mali ya nchi. Hii sio mali ya mtu. Hizi zilikuwepo kabla ya kiongozi yoyote. Kwa hiyo serikali wametoa maelekezo kwamba katiba ifanywe maboresho ya kuweza kutamka bayana kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club ndio kiongozi mkuu wa chombo cha utawala ndani ya club na awe na mamlaka kuitisha mkutano mkuu wa wanachama. Kwa kuwa masuala ambayo yanajadiliwa ya wanachama na maendeleo ya klabu yanaathiri moja kwa moja maslahi ya wanachama. So unanipata vizuri? Sasa mwenyekiti wa klabu huyo ndio awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club Company. Kwa kuzingatia kuwa wanachama kupitia klabu ndio wenye umiliki wa hisa nyingi 51%, na hivyo viongozi wote walio chini ya katiba ya klabu watawajibika kwake kwa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni ambazo zinaongoza klabu. Sasa serikali pia imetaka kurekebishwe kwa matumizi ya neno mwekezaji. Ibadilishwe. Unapata hapo? Serikali imehitaji kwamba kurekebishwe kwa matumizi ya neno mwekezaji ndani ya rasimu ya katiba na badala yake itumike dhana pana ya wawekezaji. Maana Simba pale ukitaka kujua janja unacheka nini bwana? Bwana Kisiki unacheka nini? Ukitaka kujua dhana halisi ya serikali ni kwamba inataka iwepo wawekezaji, sio mwekezaji. Na ukitaka kujua janja hii ambayo yuko Simba ni kwamba hata kama watasema kuna watu watatu, hayo ni majina tu ya watu ya commission, lakini pale unajua kabisa mwekezaji. Tunasikiaga mwekezaji wa klabu ya Simba ni Mohamed Dewji. Haujawahi kusikia wawekezaji. Kwa hiyo neno mweke itoke. Iwepo neno wawekezaji. Wawe hawa watatu. Pagumu hapo. Yaani Mo sasa hivi huko alipo maji yanafika hapa. Maji yanafika hapa kwa sababu tayari serikali kwanza imeshatoa maelekezo, lakini pia kumbe ndivyo ambavyo ilipaswa kuwa. Wawekezaji wao hawa watatu. Lakini pili, kumbe ilipaswa iwe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ndio anapaswa kuwa mwenyekiti wa club. Lakini Simba kuna mwenyekiti wa Simba Sports Club, alafu kuna mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mwekezaji. Unanipata vizuri? Kwa hiyo hapo serikali tayari imeshafanyaje? Serikali imeshatoa maelekezo. Hayo ndio mabadiliko ambayo yanatakiwa yafanyike. Hiyo cha kwanza. La pili, serikali inataka ifanyike tathmini upya ya kutambua thamani ya klabu ya Simba. Kama Yanga alifanya serikali inataka ifanyike tathmini ya kutambua thamani ya klabu ya Simba. Si wanaelekea kwenye uwekezaji? Yaani wanaelekea kwenye uwekezaji ili klabu ya Simba sasa ianze kuwa na wawekezaji, waingie kwenye mfumo ule wa wawekezaji. Sasa hivi bado kuna janja nyingi, danadana zimekuwa nyingi sasa. Ili mambo yaende sawa, serikali imeagiza ifanyike tathmini nyingine upya kutambua thamani ya klabu ya Simba. Tathmini ambayo inatakiwa kufanyika upya ni logo na jina ya klabu, sio majengo. Hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika sasa hivi, kwa maana kwamba ili tuingie kwenye mchakato wa wawekezaji wapya kuweza kuingia ndani ya klabu, lazima Simba Sports Club ijulikane thamani ya klabu hiyo kwa sasa.
wadhamini wanaoingia pale kuwekeza kwenye klabu pale, wale ambao wanaenda kuwekeza kwa maana kwamba kwenye klabu mdhamini fulani sijui ameingia, sijui ameleta bilioni ngapi, sijui amefanya sijui nini, sijui na vitu kama hivyo, ila sio majengo. Mara baada ya tathmini kufanyika ndio sasa klabu inathaminishwa kwamba sasa kwa wawekezaji unapaswa kuchukua klabu wawekezaji watatu wachukue hizo hisa 49% na mambo yaweze kwenda sawa sawa. Kwa mambo ni mengi ambayo yanaendelea. Huu ni kuelekea uchaguzi mkuu. Sasa kama uchaguzi mkuu unaenda, ina maana lazima ya mambo mengi muhimu yakafanyike. Sasa serikali pia imetaka mali zote za klabu. Serikali imetaka mali zote za klabu ambazo hazihamishiki zibaki kwenye bodi ya wadhamini na sio kuhamishwa kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited. Mo anatolewa hapo. Mo hakuna pa kurukia. Ukilala nchali, ukisimama nchali. Ukishasikia ukisimama nchali, yani mbele kuna moto, nyuma kuna bahari. Unatakiwa upite wapi? Ukigeuka nyuma kuna bahari, alafu mbele kuna moto. Ndio Mo sasa. Kwa maana kila akitaka kujitikisa tu sindano inaingia. Kwa sababu mali zote za klabu ambazo hazihamishiki zibaki kwenye bodi ya wadhamini na sio kuhamishwa kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited, na badala yake zibaki Simba Sports Club Holding Company Limited, bodi ya wadhamini. Simba wanapokuwa sasa hivi wanaingia na wadhamini, wanapokuwa wanapata endorsement mbalimbali, wanapokuwa wamepata labda mali fulani, kuna vitu ambavyo wameviingiza kwenye club haviendi kwa Mo kama ambavyo hapo awali mambo yalikuwa yanakwenda. Kwa hiyo mambo yamebadilika. Na haya mambo ndo mambo ambayo yanaenda kumsogeza taratibu ya kumtupa kwenye kete. Taratibu. Sasa uchaguzi mkuu sasa hivi unavyoelekea umekuwa na mambo lukuki kweli kweli. Leo nilikuwa nafuatilia mahojiano ya mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa Simba Sports Club. Mara baada ya kuyaongea haya, tuende sasa moja kwa moja. Hii ni wazi kwamba serikali inataka vitu vilivyonyooka. Hawataki kona. Kama unahitaji kuwekeza ndani ya klabu ya Simba kwenye hizo hisa 49%, wanatakiwa watu watatu wakagawane, wakawekeze, waitwe wawekezaji. Mwenyekiti sasa haitwi tena mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, ndo huyo atavaa majukumu yote. Na yeye ndo atakuwa na ana hiyo gut ya kuita mkutano mkuu. Gut ya kuita mkutano mkuu haitoki kwa bodi ya kurugenzi, natoka kwa mwenyekiti wa klabu. Kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba ajaye au kama ndo huyo Mangungu atakuwa na sauti kubwa kuliko Mohamed Dewji, kuliko mwekezaji yoyote. Yaani yeye ndo ataamua mkutano unafanya siku fulani, yeye ndo atawaita wanachama kutokana na jambo fulani, na yeye ndo atakuwa anafanya maamuzi ya mambo yote. Kwa mambo yamebadilika. Na leo nilikuwa nafahamu nasikiliza mahojiano. Magori anasema kuna baadhi ya viongozi wa Simba kwa sasa kuelekea mkutano mkuu wamekengeuka na wengine wanafika mbali, wanafurahia matokeo ya Simba kufungwa juzi. Simba mfungwa juzi na wale jamaa wanaitwa Petro de Luanda. Kuna baadhi ya viongozi wamefurahia kwamba ili ionekane kuna baadhi ya viongozi wa ndani pale hawafanyi kazi yao vizuri, kwamba wao walioko huku ambao hawana hiyo sauti kubwa ndo wana uwezo wa kufanya kazi hiyo. Sasa Magori anasema kuna baadhi ya viongozi wa Simba wana shida au changamoto ya afya ya akili. Baadhi ya viongozi wa Simba na wanachama klabu ya Simba wao wana ugonjwa au wana ile changamoto ya afya ya akili, shida ya afya ya akili. Wanahitaji kupelekwa Mirembe. Yaani shida ya afya ya akili ni kwa maana kuona kwamba timu sasa imefikia pazuri, timu sasa ina utulivu, timu sasa inapata matokeo, imefungwa tu mara moja tayari kila mmoja amerais hoja yake, ili walioko madarakani waonekane hamna kazi wanafanya, ili wao waweze wakapata nafasi. Kwa hiyo wameambiwa na Magori wao wana shida ya afya ya akili, na ameweka wazi kwamba inapokaribia uchaguzi kuna mambo mengi yanatokea, mamluki, watu wenye choyo, watu wenye chuki na mambo kama hayo wamekuwa wakitokea ili kuweza kufanyaje, kuharibu au kuleta sintofahamu na kuharibu mchakato mzima wa Simba ambao unatakiwa kufanyika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi pale ndani ya Simba huyu anatokea kwenye korido ile, huyu anatokea korido ile. Yaani sasa hivi pale wakikaa vibaya za kushikana mashati. Yaani wakikaa vibaya pale sasa kushikana mashati. Na huu mkutano unaweza kuwa ndio mkutano mchungu huwahi kutokea kuliko mikutano yote. Huu wa Jumapili Novemba 30. Kwa nini? Kwa sababu kwanza serikali imetoa maelekezo. Pili, mali ya klabu ya Simba inatakiwa iende kwa upande wa bodi ya wadhamini, sio kwa bodi ya mwekezaji. Tatu, mwenyekiti anatakiwa atambulike. Mwenyekiti wa klabu ndio mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi. Ndio huyo ndo mkubwa.
Hamna mwingine. Hamna habari ya kuwa na wawili. 4, lazima klabu kama klabu ikatathmini upya mali ilionazo kwa sasa. Kama ambavyo Yanga Afrika walisema na bilioni 100. Na Simba Sports Club wanapaswa wakatathmini logo, brands ile inaingiza kiasi gani Simba Sports Club ili uwekezaji ukafanyike in a good way. Kwa mambo ni mengi ambayo yanaendelea ndani ya Simba na vurugu zimeendelea kutawala. Vuguvugu lililopo ni kwamba Mohamed Dewji anataka watu wengi wanapiga chapuo ang'atuke. Wanataka wamngatue, wanaona hatoshi. Lakini mimi wakumbushe kitu kimoja. Ni kweli sheria inapaswa kufuata mkondo wake na utaratibu unapaswa kufuatwa kwa 100%. Lakini nani ambaye alileta hiyo system ya wawekezaji ndani ya Simba ambaye sasa hivi inaitwa mwekezaji? Ni Mohamed Dewji. Tangu ameingia, huu ni mwaka wa 8 ukielekea mwaka wa 9, bado uwekezaji haujakamilika. Lakini pesa zote ambazo unaona klabu inaendeshwa, Simba hawajawahi kulia njaa. Simba mashabiki wanafurahia kwa sababu Simba hujaona mabakuli. Wakati Yanga leo mabakuli, Simba hawapo. Simba kipindi cha Mohamed Dewji amechukua ubingwa mara 4 mfululizo. Kipindi cha Mohamed Dewji Simba imefika hadi finali ya kombe la shirikisho Afrika. Simba imeenda robo finali 6 hadi 7. Simba imeingia nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora barani Afrika. Simba Sports Club kipindi cha Mohamed Dewji. Kwa nini? Kwa sababu baba, uwekezaji, fedha ndio kila kitu. Fedha ndio sabuni ya roho. Amfanya usajili, ameleta wachezaji wazuri pale. Benchi la ufundi. Simba ilikuwa ina msimu huu tu ambao umeisha ile kina Fadlu Davis. Simba ilikuwa na benchi la ufundi viongozi karibia 17. Ambao wapo tu pale. Na watu wanakula posho. Watu wanakula posho mshahara. Hujawahi kusikia Simba watu wampelekwa kasi pale wanadaiwa, watu wampelekwa sijui FIFA wanadaiwa, sijui mchezaji fulani anadai Simba, sijui na nini. Kwa nini? Kwa sababu yote Mo ana fix, anatoa mishahara, analipa kwa wakati, anasajili, anafanya kila kitu. Lakini sasa alikuwa ni nje ya katiba ambayo inatakiwa ifanywe marekebisho. Sasa hii katiba inaenda kumtoa pembeni. Kwa sababu anatakiwa wawekezaji wengine wawepo ndani. Sio yeye tu kila kitu. Kama ambavyo Yanga wao walikiri kwamba wakiingia kwenye system ya wawekezaji, lazima wawekezaji wao 3. Sasa Mo anataka mwenyewe. Shida mtihani. Sasa wewe ameshawekeza, ameshaisaidia timu. Anasema yeye alikuwa anaisaidia timu. Na ukisikia alitoa bilioni 80 ngapi ile? Bilioni 87 hiyo. 87. Yani mpaka kufikia sasa pesa ambazo alitumia msimu ulioisha imefikia bilioni 80 kitu. Kama akiamua kudai na maana Simba anapaswa kumlipa hizo pesa. Lakini pia yeye akiwa ndani ya Simba Sports Club amejenga viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Mo Simba Arena. Lakini kingine alichofanikiwa ni kuhakikisha Simba inakuwa na hesabu na rank kubwa kabisa barani Afrika. Yani leo hii Simba ukizungumza Afrika iko nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora. Imewapindua watu kule. Watu wengi wamepigwa miguu juu kule. Nani huyo? Ni Mohamed Dewji. Kwa hiyo leo sasa kwa sababu imenoga, Simba imenoga, kuna watu sawa wanaichungulia kwamba okay, kumbe bwana Simba iko vile. Lakini huku watu walikuwa wametupa. Na wakati mwana anachukua Simba alikuwa wewe mabakuli. Simba ilikuwa hoe hae. Simba ilikuwa chakali. Yaani Simba ilikuwa inapasuka tu. Yanga alikuwa anachukua yeye na Azam wanagawana, wanampiga Simba mande. Mo akaichukua msimu 2016, 17, 18 mnyama akaanza kulipuka. Huyo akaenda mbali. Lakini kama haya mambo yataenda tabadilishwa na Mo akakubaliana kwamba bwana wawekezaji 3 mimi niko sawa. Mwenyekiti wa bodi kwamba atambulike sasa ndio mwenyekiti wa klabu, mimi niko sawa. Kila kitu yeye yuko sawa. Bado ataendelea kubaki ndani ya Simba. Lakini akisema no, mimi haya mnaofanya haya kwa kweli mimi sitaki, anaweza kaendelea mambo yake. Na Mo tutumii. Mbali ya kwamba Simba imemnyanyua, imemfanya biashara zake ziende, amekuwa kwenye orodha ya matajiri wengi, matajiri bora duniani. Kwa sababu mabilioni, yani bilionia kijana namba 1 Afrika. Hizo majarida Forbes ambayo imekuwa ikitoa mara kwa mara ni pia hata Simba imechangia brand ya Simba kuweza kumtangaza pia. Ingawa biashara zake ndio zimempeleka mbali, lakini neno ni rais wa Simba Sports Club. Simba pia inampush, lakini haijalishi kwamba eti ndio biashara zake hazitaenda. Anaweza akasema okay, hapa nilipofikia mimi naona ni step down. Hamna haja ya kuendelea kuwepo hapa. Mo ni mfanya biashara mkubwa. Yaani yule fika tu akataka kuinunua Simba. Fika tu akataka kununua Simba. Kwa hiyo anaweza akasema okay fine. Basi waache wengine waendelee, acha mimi niendelee biashara zangu. Hakuna kitu ambacho kitampungukia kwake. Lakini yeye ni shabiki wa Simba. Ndio maana kuna muda utasikia anataka kususa.
Kwa nini? Kwa sababu pressure imepanda, hasira zimepanda, sukari imepanda. Kwa nini tunafungwa? Sukari imepanda. Na juzi alishika kichwa. Juzi alikuwa ameshika pale tasbihi anaomba. Lakini pia alikuwa anashika kichwa anaumia. Kwa nini? Kwa ajili ya mechi ya kimataifa, hapendi kuona timu yake inapoteza. So vuguvugu ni kubwa na tutasikia mengi. Baadhi ya viongozi wanataka yani ni kama vile watu wanataka kupindua utawala uliopo. Sawa, sasa David Pascal, tuzungumze sasa kwa hiki ambacho kinaendelea, kina afya gani kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Tayari Simba ameshadondosha alama 3 akiwa uwanja wa Benjamin Mkapa na sasa yuko ugenini kuzitaka alama 3 zingine. Kama ili vuguvugu litaendelea, unaiona Simba ikifikia kule ambako inahitaji? Simba Sports Club hii sasa haihusiani na of course inaweza kaingia moja kwa moja kwa sababu baadhi ya viongozi pia hawatakuepo uwanjani, wengi watakuwa wako katika eneo la uchaguzi. Alafu siku ya mechi ndio siku ya uchaguzi. Kwa hiyo viongozi wengi watabaki kwenye uchaguzi sababu kila mtu anatamani aweze kuuliza maswali, aweze kuwa na hoja zake. Katika huo uchaguzi viongozi wengi watabaki pale. Inaweza kaathiri kwa namna fulani kwa sababu utulivu ndio unaleta pia matokeo chanya. Yaani kama kuna utulivu kwa viongozi, wachezaji pia wanafahamu hilo. Kama hakuna utulivu pia wachezaji wanafahamu. Unajua hilo kwamba wachezaji ukishakuwa hakuna tu utulivu, wachezaji pia wanafahamu. Kwa hiyo wanaona kuna pressure fulani inaingia kwao, lakini pia hata upambanaji wao uwanjani unakuwa wa kawaida, sio mzuri. So inaweza ikaondoa. Ndio maana hata Yanga wamekwambia ili uone Yanga wanafanya vizuri lazima wawe na kitu inaitwa umoja. Lakini wakishaparanganyika kidogo tu, matokeo hamna uwanjani. Wanawashwa tu ni wanawashwa. Simba wakikaa vibaya na hizi ambazo zinaendelea, hizi agenda ambazo zinaendelea kwa sasa, ndio msimu ambao pengine unaweza ukashangaa hata robo finali usiende. Narudia tena, Simba kama wataendelea hivi ambavyo wanaendelea kwa sasa, ndio mwaka ambao pengine wanaweza wakajuta na kusaga meno na wakalia, kwa sababu mpaka sasa hivi kwenye kundi lao hawana points. Lakini kundi ambalo wapo hawako na Vipers, hawako na Oroya ambao tulisema labda walipinduaga meza msimu 2023-24. This time una mtu anaitwa Stade Mali. Una mtu anaitwa Petro di Luanda. Petro ashakukanda kwako. Na bado viongozi nasikia kuna wanachekea chooni wa Simba. Yaani viongozi Simba imefungwa anashangilia kama Pep Guardiola ile. Yeah! Yaani viongozi ile anashangilia. Yeah! Baadhi ya viongozi wa Simba ndio maana wanaitwa na magori wana afya ya afya akili. Kwa nini? Kwa sababu wanafurahia. Sasa ninawapa angalizo. Mambo yao wayafanye kimya kimya, wasiathiri wachezaji. Wewe mtu kama Soa mwenyewe unamjua akili zake. Soa ukimkoroga kidogo, Soa anahitaji utulivu. Hata Pantevu anahitaji utulivu. Ukikoroga wale yeye anashangaa robo hawaendi. Ila uchaguzi una mambo, mdogo wangu. Mimi nikwambie, mimi nilikuwa niende Mali, lakini na mimi nataka niwepo kwenye uchaguzi. Siku hiyo siendi mahali. Mapema niko pale. Naenda kuangalia wanachama ambao kazi yao wakipewa ubwabwa. Wakipewa tu ubwabwa, wanasahau maumivu. Wanasahau kilichowapeleka pale. Kuna wanachama wa Simba wakipewa tu ubwabwa kaka, wanasahau. Biriani kuna pewaga biriani fulani buffet lile. Wakiingia kila kitu ndio, lakini wanachama wanaotakiwa kuipenda klabu yao, kila changamoto ambazo wamezipitia, wanaona klabu yao haiko sawa, wanapaswa kurise hoja ambazo zinaeleweka. Kwa hiyo sio unaenda pale umepigwa biriani unasahau. Unajua kuna wengine biriani wanapataga siku ya Ijumaa tu. Sasa siku hiyo wamepewa biriani ya maana na viposho wanasahau kilichowapeleka pale. Minyama ile ongea baadaye mambo ya msingi hawajadili. Yaani wao wanasinzia. Kila kitu hoja inapitishwa. Waende wanachama ambao wanaenda kuamua na kuhakikisha klabu yao inakuwa sehemu salama. Sababu sasa hivi ukipata wawekezaji watatu na klabu ikafuata matakwa ya serikali na mtaka, Simba hatutasikia kwamba changamoto eti mbona swala la uwekezaji, mbona transformation ndio ifanyike. Itafanyika endapo katiba itaenda kubadilishwa na mambo yataenda sawa sawa. Naomba niache bana. Tumalize David Pascal, tunamaliza na meneja wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye pia ndio kocha mkuu kuelekea kwenye mechi dhidi ya Saint Malien. Nini afanye ili aweze kupata alama 3 kujiweka kwenye nafasi nzuri? Ajali. Kwanza ya ajali. Haogopi mtu. Sasa je, mliniona mimi nafahamu kanichukua? Niacheni nifanye kazi yangu. Na leo mimi siachezeshe head force na siachezeshe typical number 9 mnanipangia. Mimi najua kwanza sijawapanga wachezaji. Leo amezungumza kwamba
siwahakikishi kushinda kwenye kila mchezo, lakini nitacheza vizuri. Ameongea kikatili sana kwamba sio lazima nishinde. Kuna baadhi ya mechi nitafungwa. Katili yule. Katili yule eti siwahakikishi kushinda kila mechi. Kuna muda lazima nitafungwa. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Ameshaanza kuona dalili kwamba maji ya moto sana kule. Na maji ni mazito hii michuano. Unajua CAF Champions League yule mwamba hajawahi kufika hatua makundi. Yule hii itakuwa ni mara yake ya kwanza. Sasa yeye ndo either izamishe Simba au aipeleke Simba mbali. Sasa Pantev naye aache ubishi wake. Simba alikuta imekuwa robo finali na bahati mbaya sana amekuta Simba ilikuwa hatua ya finali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Sasa wewe ufanye umebeba matatu yako kutoka Bulgaria alafu unafika Simba eti unaiacha kwenye hatua mashabiki hawatamvumilia yule. Na mashabiki wa Simba wana sauti Simba na Yanga kuliko hao viongozi. Shabiki akisema hatumtaki Mangungu, hatumtaki Magori, hatumtaki wanaondoka wale. Hii timu ni wanachama hii. Sasa wewe tu umetoka huko unasema eti sio lazima kushinda. Wewe mzee vipi? Yaani Simba hajawahi kufeli. Ni muda mrefu sana. Tangu ametolewa na Jwaneng Galaxy, tangu ametolewa na Rudi Songo, ni lini Simba ametolewa? Leo hii Simba ambayo imesajili na kila kitu. Yaani hii Simba hii ndio ina wachezaji bora kuliko pengine Simba ukiacha Mixon na Chama kina Rally Bwali ile kina Kagere ile ya moto kina Boko. Hii ni Simba nyingine mpya ambayo imemarishwa zaidi na Fadu Davis alivyoondoka, aliwaachia wachezaji wazuri pale. Una Anthony Mligo, una Nabi Kamara, ukiangalia pale juu na Rushin Dirok. Full package Rushin Dirok yule pale akisimama pale, kusanya wale mabeki wako wote unaowajua kwenye ligi kuu, hawamfikii. Dude lile. Rushin Dirok mmoja ni sawa na Job wangapi? Wao wenyewe wanajua. Wao wapangane waanze kuhesabu kama anaenda kuchukua uji. Kwa Rushin Dirok wapange mstari kama anaenda kuchukua uji. Lakini amejifunga mchezo. Sasa kujifunga vipi? Mpira umeparaza ule. Umeparaza. Wanasema ana tofauti na Chef Fondo Malone. Huyo ana afya, changamoto ya afya akili. Anaongea maneno anatakiwa kapimwe. Yaani wewe Malone unafundisha na hii dude hili. Kwanza unashangaa anachezaje ligi ya Bongo. Brother, timing yake. Mchezaji anatumia brain, anatumia nguvu. When it's come kutumia nguvu atatumia. When it's come kutumia brain atatumia. Rushin Dirok to me one of the best center midfielder. Na kama itatokea tuzo msimu ujao akaendelea, msimu huu akawasha moto, msimu ujao kuna hamna mtu anachukua. Kwanza ana magoli, pili ni commanding defender. Yeye ndio anatoa maelekezo. Sasa pale umeongezewa na mtu kama ukiachana Chamuka Labo, kuna mtu anaitwa pale Wilson Nangu. Versatile player anapanda anashuka. Alafu kuna mtu huko nje wa mdogo Masinde, hajacheza bado. Alafu juu angalia eneo la viungo, una mtu anaitwa Kagoma, una mtu anaitwa Semfuko Charles Daudi, kuna mtu anaitwa Alassane Maodo Kante. Umeongezewa na Fadlu hao. Fadlu huyo. Nabi Kamara. Nenda kule Mpanzo, kule Morris, kule Mutale, kule Kibu, kule Aua, kule Maema, alafu kule Soa, kule Mwalimu, kule Mkwala. Alafu eti useme eti nafungwa, eti mimi siwakishi kushinda kila mechi. Wewe msee vipi? Yaani hii michuano ya kimataifa Simba wamesha set standard yao kuliko klabu yoyote. Yanga ni chekechea kwa Simba kwenye hii michuano. Yanga ni chekechea, wao wenyewe wanalijua hilo. Piga hesabu Simba ameenda robo finali ngapi hapa? Nakuuliza. 7-9. Haya. Finali tu msimu jana Yanga alishia makundi. Haya, huyo Simba iweje ashindwe kwenda huko ambako CAF leo hawezi kuzungumza klabu yote kuliko. Yaani CAF wakikaa wakiwa wanakunywa chai kwenye corridor. Au wakiwa wanakunywa chai yao ile pale na kashata. Simba Sports Club. Wakiangalia namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, Simba. Tafuta Yanga utaona pale. Tafuta. Sasa kwa maana hiyo ni kwamba Simba ilisha set standard yake ikajua kwamba michuano ya kimataifa kwangu mimi naipa thamani kuliko hata ligi. Yaani Simba wako tayari wajivue hata ligi lakini kimataifa waende. Kwa nini? Kwa sababu kuna ladha yake. Wako radhi wajivue nguo kwenye ligi. Wako radhi wajivue nguo. Simba kama hatoenda hatua ya robo finali kocha atakuwa ameivua nguo sana. Yaani viboko. Ni viboko wale. Uwezi kuja. Lakini heshima Simba. Lakini amepewa matarajio makubwa sana wakati anajiunga na Simba. Alafu yule kocha kwanza yule sio kocha. Tuanze kuelewana. Na wewe ukiwa unakuja kuuliza maswali, wewe umekula ukashiba, sawa? Sio kocha. Yule ni nani? Juzi alisikika Ndimbo anaambia mwandishi wa habari. Kwa sababu okay, hasa moja kwa moja naenda kuongea na kocha wa Simba akaambiwa, "Huyo sio kocha, kocha mkuu yupo." Yule sio kocha. Hii tabia yeye ndo anajipangia vitu pale, Matola yupo amekaa pale kama toy, haiwezekani. Kwa sababu shwa siku Matola mchango wake ni mdogo sana kwenye Simba. Ukishasikia vijana wana mchango mdogo sana kwenye taifa ndo Matola. Ana mchango mdogo sana kwenye Simba kwa sababu
Haiwezekani. Timu unapangiwa timu bila forward. Na wakati Batola alivyokuwa Lipuli na Paluengo, alikuwa anatumia forward. Huyu amefika anaweka bench. Kwa hiyo Soa yeye pale ni anafua viatu vya Rushen Rock. Kwa hiyo Mkwala pale yeye anafua viatu vya Alassane Modokante. Kwa hiyo Dese Mkwala anafua viatu vya Mutale. Haiwezekani. Sio kweli. Lazima kila mchezaji apate nafasi ya kucheza. Yaani kocha yeye anapaswa kupanga kikosi chake. Squad kamili. Swali la mwisho David Pass, tunazungumziaje kuhusiana na watu ambao wanamfananisha Boyeli na Soa? Yaani Boyeli yule na Soa. Ni Bobo Boyeli. Boyeli yule. Boyeli mwenyewe matumaini ya kula ana. Kula tu chakula. Juzi jana nilikuwa naona afanya mazoezi akaanguka, ni mchezaji mazoezi unaanguka jamani. Ile video hujaona au? David Pasco. Ndio Boyeli ana matarajio. Ile video nimepost kwenye page yake utaona. Boyeli afanya mazoezi. Ana njaa. Tena mazoezi yenyewe kukimbia tu taratibu. Boyeli kadondoka. Sasa ana kitambi yule.